Kuna kesi ambayo nimekuwa nikikutana nayo mara kwa mara kwa baadhi ya wanaume kwamba yuko kwenye ndoa, akihitaji kushiriki tendo la ndoa na mkewe, uume kusimama inakuwa ni changamoto. Au akishiriki raundi ya kwanza tu, aidha maumbile yanasinya katikati ya tendo au hawezi kurudia tendo, lakini akiwa nje na mkewe anaweza akafanya vizuri kabisa na akamaliza tendo na akawa ameweza kuridhika. Kuna sababu ambazo zitasababisha hali hiyo kuweza kujitokeza. Sababu ya kwanza ni migogoro baina yako wewe na mwenza wako. Yaani kama mna migogoro na migogoro yenu hamjawahi kuisolve, itasababisha pia hisia yako na hamasa zako za kushiriki naye tendo la ndoa kuweza kuisha mara ghafla tu utakapokuwa unaanza kushiriki tendo au unatamani kuweza kushiriki tendo, lakini hisia zinakata kwa sababu ya migogoro na tofauti mlizonazo wewe na yeye, lakini ukiwa kwingine unacheza michezo kawaida. Na sababu ya pili huwa ni mazoea, yaani ukiwa na mwenza wako unatengeza ile hali ya kumzoea kwa sababu kwa muda mrefu kwenye ndoa. Kwa unapotoka nje ni mtu mgeni, kwa hamasa yako inakuwa iko juu zaidi. Kitu cha tatu ni kwamba kuto kufanya maandalizi ya kutosha, ni kuto kuandaana. Yeye kuto kukuandaa na wewe kuto kumwandaa. Hiyo ni sababu ambayo inaweza kusababisha kuto kushiriki tendo la ndoa vyema na hamasa ya kushiriki naye tendo ikakata. Kama na yeye ni miongoni mwa mtu wa design hii kwamba ukiwa nyumbani pointi tatu zinakosekana. Yaani hata ile pointi moja kuipata inakuwa ni kwa jasho sana. Ikiwa ugenini na maana unapata pointi tatu vizuri sana. Jambo la kuzingatia ambalo unatakiwa kufanya, kwanza kama kuna migogoro wewe na mwenza wako unatakiwa mkae chini muweze kusolve ili kuweza kuondoa hiyo situation. Jambo la pili, kama ni mazoea inabidi upunguze mazoea. Unapokuja kwa mkeo njoo kama unavyoenda ugenini vile vile. Jambo la tatu, hakikisha mnapata muda mzuri wa kuweza kuandaana mnapokuwa mnahitaji kuweza kushiriki tendo la ndoa wewe na mkeo. Hiyo itasaidia kuweza kuwapa hamasa, kuweza kuwapa hisia na mtaweza kushiriki tendo lenu la ndoa vyema. Afya yako ni mtaji wako.